Ni mwezi wa 7 mwaka 2018, ndani kabisa ya gereza lifahamikalo kama Reo nchini Ufaransa. Helikopta inashuka katika uwanja uliopo ndani ya gereza hili, na ndani ya muda usiozidi dakika 10, Raydon Fade, mfungwa na mhalifu aliyeitikisa Ufaransa, anatoroka kwa mara nyingine tena kwenye gereza hili lenye ulinzi mkali na kuziacha mamlaka na vyombo vya ulinzi nchini Ufaransa midomo wazi. Kabla sijaenda mbali kukupa kisa kamili cha jamaa huyu, nikukumbushe kwa wewe ambaye ndio mara ya kwanza katika channel hii, hakikisha una subscribe, like, share pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupewa taarifa kila nitakapoweka video mpya. Na ukitaka kusupport channel hii, nimekuwekea link katika upande wa comment hapo chini. Raydon Fade hakuwa ni mhalifu wa kawaida kabisa. Jamaa huyu alikuwa na uwezo na akili kubwa, utulivu na mipango ya kipekee, na alikuwa ni mtu asiyecheka na kima. Wakati ambao wafungwa wengine wakiwaza juu ya kupunguziwa vifungo pamoja na msamaha, Fade alikuwa akisuka mipango ya kutoroka gerezani kama movie ya kipekee. Lakini iliwezekana vipi kijana huyu mdogo kubadilika na kuwa mmoja wa wafungwa hatari zaidi katika historia ya Ufaransa? Twende kazi. Story ya jamaa huyu inaanza mwaka 1972 katika mji wa Creil unaopatikana kaskazini mwa taifa la Ufaransa. Mtoto Raydon Fade anazaliwa akiwa ni mtoto wa 4 kati ya watoto 14 wa familia yake, ambapo baba yake alikuwa ni mhamiaji kutoka nchini Algeria. Maisha katika mji huu yalikuwa magumu kweli kweli, lakini kwa Fade hali ilikuwa ngumu zaidi pale ambapo baba yake alipoitelekeza familia hiyo na kutengana na mama yake. Bila ya kuwa na baba karibu katika umri mdogo, Fade ilibidi akabiliane na changamoto zote katika mazingira anayoishi. Katika umri mdogo, alionekana pia kuwa na majukumu makubwa, huku akitafuta upenyo wa kupata fedha na kuisaidia familia yake. Wakati ndugu zake wakikabiliana na changamoto za kimaisha kimya kimya, Fade yeye ilikuwa tofauti kabisa. Alikuwa ni mtu wa kutake risk na mtu alikuwa na mawazo ya kufanya kila njia ili kuondokana na hali mbaya ya maisha waliokuwa wakiishi. Akiwa na umri wa miaka 13 hadi 19, Fade alianza kujiingiza katika uhalifu wa matukio madogo madogo, ikiwemo wizi wa bidhaa kwenye maduka, kuingia kinyemela kwenye kumbi za sinema bila kulipa, pamoja na uuzaji wa bidhaa za wizi. Jamaa alikuwa na mapenzi sana na familia yake, ambapo licha ya hali ngumu ya maisha waliokuwa nayo, Fade alichukua majukumu ya kama mzazi, ambapo aliwalea ndugu zake kupitia fedha alizokuwa akizipata kwenye matukio ya wizi. Alivyozidi kuwa mtu mzima, matamanio yake yalianza kubadilika, ambapo alitamani kufanya matukio makubwa ya wizi tofauti na yale madogo aliyokuwa akiyafanya. Fade alikuwa mpenzi wa filamu za uhalifu zenye kuonyesha baadhi ya wahalifu waliofanya matukio makubwa ya wizi na kuishi maisha yao kwa kutumia mbinu na akili nyingi na kuweza kutengeneza kiasi kikubwa cha fedha. Miongoni mwa filamu hizi ni zile za wizi mkubwa, ikiwemo Heist pamoja na Point Break, ambapo kwake filamu hizi zilikuwa ni zaidi ya burudani. Zilikuwa ni mwanzo wa maisha ya uthubutu, uhuru na uhalifu unaokuja kubadili kabisa mwelekeo wa maisha yake. Wakati alipofikisha umri wa miaka 20, Fade alikuwa ameshabadilika kutoka kufanya matukio madogo madogo ya kihalifu hadi matukio serious kabisa na makubwa ya uhalifu nchini kwake. Mwamba aliunda genge la kihalifu likijumuisha kaka zake pamoja na binamu zake, watu ambao alikuwa akiwaamini sana. Wote kwa pamoja
walianza kupanga mipango mikali ya wizi, ambapo walitarget zaidi vitu vyenye thamani kubwa na maeneo yanayoweza kuwafanya kupiga mpunga mrefu. Sasa Fade hakuwa mjinga kuwajumuisha ndugu zake kwenye genge lake la uhalifu. Katika ulimwengu huu uliojawa na usaliti, aliamini ya kuwa kutokana na namna alivyoishi na ndugu zake, operesheni zake pamoja na michongo yake itafanikiwa kwa kiasi kikubwa bila ya kuwa na changamoto yoyote. Tofauti na magenge mengine ya uhalifu yaliyokuwa yanatumia nguvu kubwa ikiwemo kuumiza pamoja na kuua, Fade yeye alikuwa tofauti. Kwanza, alikuwa akisuka mpango mwanzo mwisho kabla ya kwenda kwenye tukio, jambo ambalo lilipelekea kupora mpunga mrefu bila kuhusisha vurugu wala fujo zisizokuwa na maana. Uongozi wake ulimfanya kuwa mtu muhimu kwenye genge lake la uhalifu, huku ndugu zake wakifuata maagizo yake na maelekezo kwa heshima na usikivu wa hali ya juu. Mwishoni mwa miaka ya 1990, jina la Fade lilikuwa likianza kufahamika katika ulimwengu wa uhalifu. Fade alibadilika kutoka kuwa kijana aliyelelewa bila baba hadi kiongozi mwenye akili kubwa na mipango mizito ya kihalifu yenye uthubutu wa hali ya juu kiasi cha operesheni zake kukubalika na kuogopwa balaa. Mnamo mwaka 1999, gari lenye ulinzi lisiloruhusu risasi lilikuwa likisafirisha mamilioni ya fedha kuelekea katika jiji la Paris. Gari hili lilikuwa limesheheni walinzi waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito, na kwao ilikuwa ni siku ya kawaida tu kama siku nyingine katika majukumu yao. Lakini baada ya kupaki gari nje ya benki na kuanza kushusha fedha zile, walikuwa hawana habari yoyote ya kuwa kila hatua aliyokuwa akiipiga kuanzia mwanzo walikuwa wakifuatiliwa na genge la Fade. Katika eneo la karibu na eneo walipopaki gari hiyo, kundi la jamaa walikuwa wamevaa mask na kuficha sura zao, huku wakiwa wamejihami na silaha nzito, walikuwa wamejiandaa kutekeleza moja ya tukio kubwa la wizi kuwahi kutokea katika jiji la Paris. Katikati ya mchongo wote huu, alikuwepo mwamba, mastermind kabisa, Raydon Fade, ambaye ndiye aliyosuka mpango mzima na alikuwa akifuatilia kila hatua ya utekelezaji wa operesheni hii. Wakati huu Fade hakuwa mhalifu mdogo kama ilivyokuwa awali. Alikuwa tayari ni msukadili hatari mwenye uwezo mkubwa, huku akiongoza genge lake la uhalifu lililokuwa na matukio yenye ustadi mkubwa. Genge lake halikuwa ni genge tu kama magenge mengine. Lilikuwa ni timu iliyofanya kazi kwa ushirikiano wa hali ya juu, huku wakiwa na mafunzo na utii wa kiwango kikubwa, ambapo iliwafanya kusuka mipango na kutekeleza wizi mkubwa ulioziacha midomo wazi mamlaka za ulinzi nchini Ufaransa. Sasa operesheni ya tukio hili la wizi la mwaka 1999, Fade pamoja na timu yake walianza kulisuka wiki moja kabla, ambapo walifanya ufuatiliaji mkubwa wa gari linalotumika kusafirishia fedha, wakisoma kila kituo wanachosimama, kila mlinzi, pamoja na upenyo wowote watakaoweza kuutumia. Walifanikiwa kukariri ratiba ya ulinzi na njia wanazotumia kupita, na kisha mpango mzito ulisukwa na kupitiwa kwa utulivu mkubwa. Memba wa genge hili la Fade walifanya rehearsal, ambapo kila mmoja alifanya kulingana na kazi aliyopewa kwenye tukio hili, ili kuhakikisha ya kuwa kila kitu kitaenda sawa. Siku ya tukio, kila kitu kilienda kama ilivyopangwa bwana. Yaani sekunde chache tu, muda ambao askari walishuka kwenye gari kuanza kushusha fedha, jamaa hawa waliwafuata wakiwa na ustadi wa kutisha, huku wakiwa na silaha nzito zilizokuwa standby kufanya maangamizi. Waliwazidi nguvu walinzi ndani ya sekunde chache. Kulikuwa hakuna machafuko, vurugu wala kelele, bali tukio lililopangiliwa kwa akili ya kipekee. Ndani ya dakika chache walifanikiwa kuchukua kiasi chote cha fedha, wakawanyang'anya silaha walinzi wale bila ya kumuumiza yoyote, na kisha kutokomea katika mitaa ya jiji la Paris. Namna tukio hili lilivyokuwa limepangiliwa kwa ustadi mkubwa ni kwamba lilimalizika mapema kabla mtu yoyote kufahamu nini kilichotokea.
Wizi huu ulikuwa ni wa mamilioni ya fedha, lakini sio kiasi cha fedha pekee kilichovuta hisia za wengi katika taifa la Paris wakati huo. Kilichowavutia wengi ni namna tukio hilo lilivyotekelezwa, yaani kama sinema vile. Kwa vyombo vya habari vya Ufaransa wakati huo, halikuwa tukio la uhalifu pekee, bali tukio la aina yake. Stori mbalimbali zilianza kusambaa juu ya jamaa aliyekuwa ndiye msuka mpango mzima wa tukio hili, ambapo zilimtaja mtu huyo kama kiongozi mwenye mahesabu makali na uwezo wa hali ya juu. Tofauti na wahalifu wengine nchini Ufaransa wanaotajwa kama katili na wauaji, Fayed alielezewa kama mtu mpole, mwenye akili kubwa pamoja na mcheshi. Uwezo wake wa kutumia mipango mikali pamoja na kuzuia vurugu katika matukio yake vilimfanya kupewa jina la utani la Gentleman Gangster. Mkakati wa Fayed kutumia familia yake kwenye genge lake la uhalifu ilikuwa ndio msingi mkubwa wa mafanikio yake, ambapo kwa kufanya nao kazi alihakikisha kiwango kikubwa cha utii, jambo ambalo lilikuwa ni nadra sana kuonekana katika ulimwengu wa uhalifu. Umoja katika kundi lake ulifanya kuwa vigumu sana kwa mamlaka za nchini Ufaransa kujipenyeza na kupata taarifa. Yaani kila memba wa genge hili alikuwa na kazi yake maalum, ambapo kulikuwa na mgawanyo mzuri wa madaraka na kila mmoja alitekeleza kazi yake kwa nidhamu ya hali ya juu. Tukio hili la wizi liliumiza vichwa vya mamlaka nchini Ufaransa. Sasa huku zikishangazwa na upekee katika utekelezaji wa tukio hili, mamlaka za ulinzi ziliwekeza nguvu katika kumkamata msuka mpango wa tukio hili, yaani mastermind kabisa, ambaye alikuwa ndo mwamba Fayed. Ufuatiliaji uliimarishwa, watoa taarifa yaani informant waliajiriwa wa kutosha, na kikosi maalum kiliundwa kikiwa na lengo moja pekee: kumkamata Raydon Fayed na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Hivi unafahamu ni kwa kiasi gani mamlaka huwa zinakasirika pale ambapo mtu aliyefanya tukio la kihalifu kuwa maarufu na watu mtaani kumwona kama mtu mwenye akili kubwa kutokana na uwezo pamoja na mbinu alizotumia. Sasa ili kuzima umaarufu wa Fayed, ilibidi mamlaka za ulinzi wapambane kumkamata ili asiendelee kuwadharaulisha na kuwafanya waonekane hawana uwezo. Muda ulipita bila ya jamaa huyu kupatikana, ambapo miaka ilisonga na Fayed aliendelea kutekeleza wizi wake, ambapo alitargeti magari ya kusafirisha fedha, benki pamoja na maduka ya vito vya thamani nchini Ufaransa. Katika kipindi chote hiki, Fayed alikuwa akifanya michongo yake kimya kimya, yaani low key, ambapo alikuwa akibadili location zake mara kwa mara. Alitumia utambulisho feki na kukwepa namna yoyote inayoweza kumuingiza mikononi mwa mamlaka za Ufaransa. Lakini mnamo mwaka 2010 kila kitu kilibadilika. Ni katika tukio jingine la genge hili ambalo lilianza kama wizi mkubwa na kubadilika kuwa janga la kitaifa, na hapo maisha ya Fayed yakabadilika kabisa. Kuanzia wakati huo, mwamba Fayed pamoja na kundi lake walikuwa wamesuka mchongo wa wizi mkubwa wa fedha, ambapo walitarget tena gari la kusafirisha fedha. Kama kawaida, tukio hili lilikuwa limesukwa kwa ustadi mkubwa. Kundi hili lilikuwa limeshafanya uchunguzi katika eneo hilo na kukagua njia linapopita gari hilo, pamoja na kuandaa gari litakalowatoa fasta katika eneo la tukio baada ya kukamilisha zoezi lao. Lakini wakati huu, tukio hili halikwenda kama ilivyopangwa. Wakati ambao genge hili lilipovamia gari hilo, majibishano makali ya risasi yaliibuka kati yao na walinzi waliokuwa kwenye gari, wakisaidiwa na maafisa polisi waliokuwa wakifanya doria maeneo ya karibu. Mambo yalizidi kupamba moto, ambapo wakati wa majibizano ya risasi, mwanadada aliyekuwa afisa wa polisi aliyefahamika kama Aurélie Fouquet aliuawa kwa kupigwa risasi. Makosa kweli kweli. Kifo chake kilipelekea hali ya mshtuko kila kona ya taifa la Ufaransa, ambapo wakati huu tukio ambalo lingeendelea kukuza umaarufu wa Fayed kwa raia likageuka kuwa tukio baya kabisa litakalotafuna sifa za Fayed wakati wote. Kifo cha askari huyu mdogo kilizua taharuki kubwa, ambapo Fayed hakuwa tena shujaa aliyepewa jina la Gentleman Gangster,
Wakati huu alikuwa ni mhalifu aliyehusishwa na mauaji ya afisa wa polisi. Mtizamo wa jamii juu ya Fayed ulianza kubadilika na mamlaka zilianzisha msako mkali ili kuweza kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Kwa miezi kadhaa, Fayed alifanikiwa kukwepa kukamatwa, lakini ilipofika mwezi Juni mwaka 2011, kifurushi chake cha bahati kiliisha bwana. Huku wakiwa wamepewa taarifa na moja ya mainfoma, polisi walivamia moja ya hoteli katika jiji la Paris, sehemu ambayo Fayed alikuwa amejificha. Tukio la kukamatwa kwake lilikuwa limepangiliwa vizuri na jamaa hakukabiliana nao kwa namna yoyote ile. Kwanza, Fayed aliwasalimu maafisa wale wa polisi kwa bashasha pamoja na tabasamu, yaani kana kwamba hakuna chochote kilichotokea. Kwa wale walishuhudia wanasema ya kwamba ilikuwa ni kama Fayed alikuwa akifahamu ya kuwa lilikuwa ni suala la muda mfupi tu atakuwa uraiani akila bata. Kufuatia kukamatwa kwake, Fayed alikabiliwa na makosa kadhaa ikiwemo wizi kwa kutumia silaha, ambapo baada ya kesi yake kusikilizwa alihukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani na kupelekwa katika gereza la Reo, miongoni mwa magereza yenye ulinzi mkali nchini Ufaransa. Kwa ilivyozoeleka kwa wahalifu wengi, kifungo kama hiki cha miaka 25 kingekuwa ndo mwisho wa mambo, lakini kwa mwamba Fayed ilikuwa ni kama mwanzo wa ukurasa mpya katika maisha yake. Maisha katika gereza hili lenye ulinzi mkali yalikuwa ni magumu kwa wengi, lakini kwa Fayed ilikuwa ni kama kupata nafasi mpya. Na muda ambapo alitia mguu tu gerezani, mawazo yake yalikuwa ni kutoroka ndani ya gereza hilo. Memba wa kundi lake walikuwa nje ya gereza walikuwa ni sehemu muhimu ya kufanikisha jaribio lake la kutoroka gerezani. Timu yake ilifanikiwa kuingiza baadhi ya bidhaa kinyemela ndani ya gereza, ambapo walifanikiwa kuingilia mfumo wa uingizaji wa bidhaa kwa kutumia akili ya kipekee. Walitumia pia lugha ya code, yani lugha fiche, katika message walizokuwa wakituma kupitia simu zilizoingizwa kwa siri ndani ya gereza kuwasiliana na Fayed, ambapo alisimamia kuingizwa kwa vifaa, vilipuzi pamoja na vitu vingine muhimu. Vifaa hivi alikuwa akivificha katika vitabu, vyombo vya vyakula pamoja na kuvishonea katika nguo za wafungwa. Unaambiwa kuwa kila kitu kilihifadhiwa kwa usiri na ustadi mkubwa, kiasi cha walinzi waliokuwa wakifanya ukaguzi ndani ya gereza kushindwa kabisa kushtukia mchongo huo. Moja ya vitu alivyokuwa amevijumuisha katika mchongo wake wa kutoroka gerezani ilikuwa ni pamoja na kutumia vilipuzi, ambapo timu yake iliyokuwa nje iliingiza gerezani vifaa hivyo mdogo mdogo, na kupitia mawasiliano ya siri, Fayed alifanikiwa kuunganisha vilipuzi hivyo hadi kuwa na uwezo wa kuvunja kabisa mlango wa chuma wa gereza. Vitu vyote hivi vilikuwa vikifichwa katika vyombo mbalimbali, ikiwemo makopo ya vinywaji, bidhaa za chooni ama kwenye packages mbalimbali za bidhaa za vyakula, na kuhakikisha ya kuwa haviwezi kutiliwa mashaka wakati wowote wa ukaguzi. Hata hivyo, uchangamfu wa Fayed ulikuwa ni moja ya silaha nyingine kubwa aliyokuwa nayo, licha ya historia yake ya uhalifu. Kwa kipindi cha miezi kadhaa, alitengeneza ukaribu na wafanyakazi wa gereza. Alionekana kama mfungwa mwenye ushirikiano na aliyekubalika. Akiwa gerezani, Fayed alizuia ugomvi, alifuata sheria na taratibu za gereza, pamoja na kuwa mtulivu kwa kiasi kikubwa, huku akiendelea kukusanya taarifa muhimu za mizunguko na ratiba za walinzi ndani ya gereza, maeneo yasiyomulikwa na kamera, pamoja na udhaifu wowote uliopo wa kiulinzi atakaoweza kuutumia. Memba wa genge lake nje ya gereza hawakuwa wakisubiri maelekezo pekee, bali walikuwa wakipiga jicho mara kwa mara katika gereza hili, ambapo walikuwa wakitumia droni pamoja na kamera zenye lensi kubwa zinazoweza kuona umbali mrefu. Kupitia mbinu hii, waliweza kusoma juu ya ratiba za walinzi, muda wa kuingiza bidhaa kinyemela pamoja na mizunguko ya walinzi, ambapo Fayed alikuwa akipewa ripoti kamili, jambo lililomfanya kuwa na ufahamu wa mazingira ya ulinzi ndani pamoja na nje ya gereza. Asubuhi tulivu ya mwezi wa 4 mwaka 2013, aliamua kutekeleza mpango wake uliosukwa kwa muda mrefu. Alifanikiwa kuweka vilipuzi katika baadhi ya milango ya chuma pamoja na kuta za gereza, ambapo baada ya kulipuka, moshi mkubwa ulitanda kila kona na kuwachanganya walinzi na kutengeneza mazingira ya vurugu ndani ya gereza.
Ndani ya muda mfupi, kundi la raia waliokuwa na silaha nzito walivamia gereza hili huku wakiwa wamevalia mask zilizoficha sura zao, na waliwateka baadhi ya walinzi na kutaka kufikishwa kwenye sero aliyokuwa mamba Fade. Dakika chache baada ya tukio hili kutokea, Fade alikuwa katika korido za gereza ambapo alifichwa na moshi mkubwa uliokuwa umetanda, na akatoka nje na kuingia katika gari lililokuwa likimsubiri nje na kisha kutokomea. Tukio lake la kutoroka lilijizolea umaarufu mkubwa ndani na nje ya Ufaransa, huku vyombo vya habari nchini humo vikilitaja tukio hilo kama filamu ya Hollywood na tukio la kipekee na uthubutu mkubwa kuwahi kushuhudiwa. Lakini maisha ya kujificha baada ya kutoroka hayakuwa rahisi hata kidogo. Ndani ya wiki 6, Fade aliweza kujificha bila kukamatwa, ambapo alikuwa akihama kutoka katika nyumba za siri tofauti huku akisaidiwa na memba wa genge lake waliokuwa na utii wa hali ya juu. Uwezo wake na mbinu zake za kukwepa mamlaka zilikuwa za kipekee, lakini changamoto kadhaa zilianza kujitokeza zilizohatarisha kabisa mipango yake. Juni 29 mwaka 2013, uhuru wa mamba Fade ulifikia ukomo bwana, ambapo kufuatia fununu kutoka kwa mainfoma, polisi walivamia hoteli moja karibu na jiji la Paris na kumkamata akiwa amejificha, huku akiwa na vitambulisho feki pamoja na kiasi kikubwa cha fedha, jambo ambalo lilionyesha ya kwamba alikuwa na mipango ya kutoroka kabisa. Hatimaye polisi walifanikiwa kumkamata na kumrudisha gerezani, na wakati huu chini ya ulinzi mkali kweli. Wakati huu jamaa huyu alikaa gerezani kwa muda wa miaka 5 huku akiwa chini ya ulinzi na uangalizi mkali, na alikuwa akifuatiliwa na walinzi usiku na mchana, hasa kutokana na sifa zake za kutoroka gerezani. Akiwa gerezani, walinzi walikuwa wakitembelea sero yake mara kwa mara kwa lengo la kumzuia kutengeneza mchongo wa kutoroka gerezani, ikiwa ni pamoja na kufuatilia aina yoyote ya mbinu za mawasiliano anayoweza kuwa nazo pamoja na genge lake lililo nje ya gereza, ama kufuatilia upenyo wote utakaomwezesha kutoroka. Licha ya tahadhari yote hii waliokuwa wakichukua walinzi kuzuia jamaa asitoroke, lakini akili ya Fade ilikuwa nje ya box kabisa, ambapo alitumia kila siku kusoma mazingira yanayomzunguka huku akitengeneza mahusiano mazuri na wadau mbalimbali ndani ya gereza. Hadi kufikia mwaka 2018, mwamba Fade alikuwa akiendelea kusoma upenyo utakaomwezesha kutoroka katika gereza hili la Reo, miongoni mwa magereza yenye ulinzi mkali zaidi katika taifa la Ufaransa. Sasa wakati huo nje ya gereza, memba wa genge lake pamoja na washirika wake wa kuaminika nao walianza kusuka mpango wa kutoroka gerezani, mpango utakaozidi ule wa kutumia vilipuzi waliofanya mwaka 2013. Wakati huu mpango wao hawakuhusisha gari ama vilipuzi, bali ilikuwa ni helikopta. Walitumia miezi mingi ya maandalizi ili kufanikisha mpango huu. Jambo la kwanza kabisa walilolifanya ilikuwa ni kuiba helikopta katika uwanja mdogo wa ndege uliokuwa karibu na jiji la Paris. Walihakikisha ya kwamba wanachagua aina ya helikopta itakayokuwa rahisi kutua katika eneo la uwanja uliopo ndani ya gereza hilo. Katika kundi la Fade kulikuwa hakuna mtu yeyote anayeweza kurusha ndege, hivyo walichokifanya, walimteka raia aliyekuwa rubani na kumlazimisha kushirikiana nao huku wakimtishia kwa silaha. Baada ya kufanikisha zoezi hilo, timu hii ilikana kufanya riheso ya mpango wao huku wakitumia picha ya juu ya satellite ya gereza na kuainisha maeneo mbalimbali watakayoyatumia kutekeleza mpango wao. Kila nukta ilitazamwa kwa utulivu na jamaa hawa walikuwa wakitazama kila nafasi walioiona ili kuhakikisha kwamba mpango wao una kila uwezekano wa kufanikiwa. Asubuhi ya Julai 1 mwaka 2018 ilianza kawaida kabisa kama siku nyingine katika gereza la Reo. Walinzi walikuwa wakifanya ukaguzi wao wa kila siku, huku wafungwa wakiwa ndani ya sero zao, huku gereza likiwa na ratiba za ulinzi kama kawaida. Wakati hayo yakiendelea, helikopta moja ilikuwa ikiruka kuelekea katika uwanja uliopo ndani ya gereza hili. Ilipofika majira ya saa 5:15 asubuhi, mambo yalibadilika kabisa, ambapo sauti za mgurumo wa helikopta hii ziliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndani ya dakika kadhaa helikopta hii ilitua katika uwanja uliokuwa ndani ya gereza, mbele kabisa
walipokuwa walinzi. Kabla ya walinzi kuzinduka na kufanya chochote, jamaa watatu waliokuwa wamevalia maski kuficha sura zao huku wakiwa na silaha nzito walishuka kutoka katika helikopta na kurusha mabomu ya moshi kuwachanganya walinzi na kuwafanya kutokuona kinachoendelea kutokana na moshi mzito. Kati ya jamaa hawa, wawili kati yao walielekea moja kwa moja katika jengo la gereza ambapo walitumia misumeno maalum waliokuwa nayo kukata milango ya gereza. Mipango na spidi kali waliokuwa nayo ilikuwa haina mashaka kabisa ya kwamba jamaa hawa walikuwa wameusuka mpango huo kwa umakini wa hali ya juu. Ndani ya gereza sasa, Fayed alikuwa anasubiri signal tu, lakini sauti za misumeno pamoja na kelele kutoka kwa wafungwa wengine zilimfanya kufahamu ya kwamba kulikuwa kuna jambo lake linaendelea. Aliamini ya kuwa mpango wao ulikuwa ukiendelea na mambo yalikuwa super. Ndani ya dakika chache, jamaa hao wawili wenye silaha walifikia sero ya Fayed na huku wakimlinda walimsindikiza nje ya gereza. Walinzi walikuwa hawana ujanja, hasa kutokana na jaribio hili la ghafla na silaha nzito walizokuwa nazo, huku moshi wa mabomu ukiwaondoa kwenye mchezo. Walipofika katika eneo la uwanja, walienda moja kwa moja katika helikopta ambapo waliizunguka wakimlinda Fayed, na kisha akapanda wa kwanza na kisha wengine wote wakapanda, na ndani ya muda mfupi helikopta hiyo ikasepa. Tukio hili kuanzia mwanzo hadi mwisho lilitumia chini ya dakika 10, na muda ambao mamlaka zilikuwa zimezunduka tayari kukabiliana na tukio hili, helikopta hii tayari ilikuwa imesha sepa, huku ikiacha mshangao pamoja na maswali kibao. Kwa wananchi, Fayed alikuwa si tu mhalifu, bali walimchukulia kama alama ya uthubutu na mtu mwenye uwezo mkubwa, mtu aliyeweza kuwazidi akili mamlaka katika moja ya gereza lenye ulinzi mkali zaidi nchini Ufaransa. Baada ya kusepa na helikopta, jamaa hawa walifika moja ya eneo na kutelekeza helikopta hiyo, na kisha walichoma moto ili kuficha ushahidi wowote utakaowezesha mamlaka kuwapata. Baada ya hapo, Fayed pamoja na washirika wake walitawanyika, huku wakitumia nyumba za siri ama safe houses pamoja na msaada wa washirika wao waliokuwa wakiwaamini ili kuzuia kukamatwa na vyombo vya usalama. Miezi kadhaa ikakatika ambapo Fayed alifanikiwa kuzuia kukamatwa na vyombo vya usalama, huku akihamahama katika maeneo mbalimbali ya Paris na kutumia utambulisho feki na mavazi ya kike ya Kiislamu, yaani baibui. Polisi nchini Ufaransa, kwa kutokuvumilia dharau hii walioipata, zikaanzisha moja ya msako mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika historia ya nchi hiyo, wakitumia droni, helikopta na timu ya uangalizi kumfuatilia jamaa huyu. Vizuizi ama checkpoints vikawekwa kwenye kila barabara, maeneo yote nchini Ufaransa, hasa katika jiji la Paris. Na baada ya msako mzito wa miezi mitatu tangu jamaa huyu atoroke, mamlaka zilifanikiwa kujua alipo, ambapo ilikuwa ni katika moja ya hoteli kwenye mji wa Creil, mji ule ule aliyokulia na uliomfunza kuingia kwenye michongo hii ya kihalifu. Kundi la kikosi maalum cha polisi kilizingira hoteli hiyo majira ya asubuhi, droni zikiwa angani zikifuatilia upenyo wowote anaoweza kutokea, huku timu nyingine ya maafisa waliojihami kwa silaha nzito wakijipanga kuingia ndani ya hoteli hiyo. Boom! Polisi wakazama ndani ya hoteli. Sasa baada ya polisi kuingia ndani, mwamba alikuwa mikono mitupu bila silaha wala ulinzi wowote, na polisi walipata kiasi kikubwa cha fedha pamoja na vitambulisho feki. Walipata pia karatasi iliyokuwa na ramani pamoja na picha iliyoonyesha ya kuwa Fayed alikuwa akichora mpango mwingine wa kutoroka kuelekea sehemu nyingine ili kujiweka mbali kabisa na mikono ya vyombo vya sheria. Baada ya kukamatwa kwa jamaa huyu na kuleta hisia tofauti tofauti nchini Ufaransa, mamlaka zilimpeleka katika gereza jingine lenye ulinzi mkali, na wakati huu walijipanga kweli kweli kuzuia upenyo wowote wa kutoroka, na sehemu aliyomweka ilidhihirisha hilo. Fayed aliwekwa katika sero iliyotengwa na alifuatiliwa kwa kamera za usalama masaa 24, na alikuwa akihamishwa mara kwa mara kutoka gereza moja kwenda jingine
ili kuzuia kutengeneza mpango wowote wa kutoroka. Mwaka 2020, Fayed alifikishwa mahakamani kujibu shtaka lake la kutoroka gerezani kwa helikopta, ambapo alituhumiwa kwa makosa kibao ikiwemo wizi kwa kutumia silaha, utekaji na kufanikisha kutoroka gerezani. Jamaa huyu alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kupumbaza watu kwa maneno pamoja na ucheshi wake. Imagine tu siku ya kwanza alipofikishwa mahakamani kwenye chumba maalum kinachotumika kusikiliza kesi za magaidi, aliwachekesha watu wote waliokuwa mahakamani hapo. Alieleza mahakama ya kuwa amekuja akiwa amevaa viatu vya mazoezi na kuongeza kwa kizungu ya kuwa because you never know, the light goes out and then when it goes on again, puff, I'm gone. Akiwa na maana ya kuwa huwezi jua, taa zikizima tu na muda zitakapowaka tena, boom, nitakuwa nimeshasepa. Kesi ikasikilizwa bwana, na hatimaye mwaka 2023 mahakama ikamkuta na hatia na akahukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani, ambapo kiliongezeka juu ya kile alichokuwa kitumikia kabla ya kutoroka gerezani. Hivyo akawa na jumla ya kifungo cha miaka 53. Jamaa wakati huu alikuwa na umri wa miaka 51. Hivyo kwa miaka hiyo atamaliza kifungo chake mwaka 2060 akiwa na umri wa miaka 88. Hapa mamlaka ilihakikisha ya kuwa jamaa huyu anatumia maisha yake yote gerezani ili kuondokana na dharau kubwa aliyokuwa akizitia mamlaka za Ufaransa kwa kutoroka gerezani, tena kwenye magereza yaliyotajwa kuwa na ulinzi imara zaidi nchini humo. Nikufahamisha tu ya kwamba hadi wakati huu ninaposimulia makala haya, Raydon Fayed anaendelea kusota katika gereza lenye ulinzi mkali nchini Ufaransa, huku akiwa chini ya uangalizi mkali na ulinzi mkali saa 24 ili kuzuia aina yoyote ya jaribio litakalomwezesha kutoroka gerezani. Haya, hebu nifahamishe, umejifunza nini kupitia kisa hiki? Na je, unadhani Raydon Fayed anaweza kufanikiwa kutoroka tena gerezani? Niandikie katika upande wa comment hapo chini. Usiache pia kusubscribe, kulike, share pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kuwa karibu na makala na madini kama haya. Lakini kama utavutiwa zaidi na kutaka kusupport channel hii, nimekuwekea linki chini ya video hii ambapo utaweza kubonyeza na kuweka chochote ili kuwezesha kazi mbalimbali katika channel hii.